Ndugu wapendwa, hawa wana wetu ambao ni ndugu na rafiki zenu wanaitwa sasa kupewa daraja ya upadre. Fikirini kwa makini ukuu wa huduma hiyo wanayopewa katika kanisa. Nanyi mnajua katika hakika kwamba katika Kristo taifa takatifu lote la Mungu linafanywa kuwa taifa la kikuhani. Lakini ijapo hivyo, kuhani mkuu wetu mwenyewe Yesu Kristo aliwateua baadhi ya wanafunzi wake ili katika kanisa watekeleze rasmi kazi ya kikuhani katika jina lake mwenyewe kwa ajili ya watu. Yeye mwenyewe alitumwa na Baba, naye vile vile aliwatuma mitume duniani kote ili kwa njia yao na ya mahalifa wao, yaani maaskofu, kazi yake ya mwalimu, kuhani na mchungaji iendelee bila kukoma. Na hatimaye waliwekwa mapadre wawe washiriki wa urika wa maaskofu. Nao wakiunganishwa na maaskofu katika kazi ya kikuhani huitwa kwa ajili ya huduma ya taifa la Mungu. Na ndugu hawa baada ya kufikiri sana wanawekwa sasa katika daraja ya upadre ili nao wapate kuwa wahudumu wa Kristo mwalimu, kuhani na mchungaji, na hivyo kwa kazi yao wasaidie kulijenga na kulikuza taifa la Mungu, yaani kanisa liwe hekalu lake takatifu. Nao watafananishwa na Kristo aliye kuhani mkuu na wa milele, na wataunganishwa na ukuhani wa maaskofu, yaani watawekwa wakfu kuwa makuhani halisi wa Agano Jipya ili waihubiri Injili, walichunge taifa la Mungu na kuziadhimisha ibada takatifu, hasa sadaka ya Bwana. Nanyi wana wapendwa sana, mtakaowekwa hivi punde katika daraja ya upadre, mnaitwa tekelezeni huduma takatifu ya kufundisha kwa jina la Kristo mwenyewe aliye mwalimu pekee. Hivyo wagawieni wote lile neno la Mungu ambalo nanyi mlilipokea kwa furaha. Kwa kuitafakari sheria ya Bwana, angalieni msadiki mpate kile mnachokisoma na kufundisha kile mnachokisadiki na kufuasa kile mnachokifundisha. Na kwa njia hii mafundisho yenu yawe lishe kwa watu wa Mungu, na manukato ya maisha yenu yawe furaha kwa wamwaminio Kristo, ili kwa neno wa mfano mpate kuijenga nyumba ya Mungu, yaani kanisa. Fanyeni pia kazi ya kutakasa katika Kristo, maana kwa huduma yenu sadaka ya kiroho itatolewa pasipo kumwaga damu, ikiungana na dhabihu ya Kristo, ambayo kwa kufanya umoja na ile ya kwao itatolewa kwa mikono yenu juu ya altare katika adhimisho la mafumbo matakatifu. Kwa hiyo eleweni vizuri mnachokitenda na igeni mnachokitimiza. Na madhali mnaadhimisha fumbo la kifo na ufufuko wa Bwana, itahidini kuvitiisha viungo vyenu kwa kukomesha vilema vyote na kuenenda katika upya wa uzima. Kwa ubatizo mtaliongezea taifa la Mungu watu wapya. Kwa sakramenti ya kitubio mtasamehe dhambi kwa jina la Kristo na la kanisa. Kwa mafuta matakatifu mtawafariji wagonjwa. Mnapofanya ibada takatifu na katika mfululizo wa saa za siku, mtamtolea Mungu sala za sifa na shukrani, si kwa ajili ya taifa la Mungu tu, bali kwa ulimwengu mzima. Kumbukeni kwamba mlitwaliwa katika wanadamu, mkawekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya Mungu. Hivyo timizeni kazi ya kikuhani ya Kristo kwa furaha ya daima na katika upendo wa kweli, mkiyatafuta si mambo yenu wenyewe, bali ya Yesu Kristo. Na hatimaye, wana wapendwa sana, kwa upande wenu fanyeni kazi ya Kristo kichwa na kuhani chini ya askofu na katika ushirika naye. Mjibidishe kwa kusanya waamini katika familia moja, ili mpate kuwaongoza kwa Mungu Baba kwa njia ya Kristo na katika Roho Mtakatifu. Ndiyo maana mkazieni daima macho yenu Yesu Kristo aliye mchungaji mwema,
ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumikia na kuwatafuta na kuokoa kile kilichopotea. Madekano, Mheshimiwa sana Baba Vika General, mapadre, watawa wa kike na wa kiume, na ndugu zangu wa Kristo, tumsifuni Yesu Kristo. Mwoni sijui padri wa Don Bosco, sijui padri wa wapi, mnaona mapadri. Na hicho ndicho tunachomshukuru Mungu. Japo niseme nashukuru sana kwa sababu mimi nina 4 na baba askofu ana 1. Baba askofu, nikushukuru sana kwa ukarimu wako, kwa wema wako, kwa upendo wako wa kibaba. Nilipofika kwako kukuomba unipadrishie hawa vijana kwa sababu mmoja anatoka pale kanisa kula jimbo, baba askofu aliniuliza lini, nikamwambia tarehe 4. Akasema na tarehe 4 pia tumepanga kuwa na upadrisho hapa jimboni Bagamoyo. Na papo hapo Padre Dino alikuwa hapo hapo, nikaambiwa ni huyu na ndio atashughulika sana. Padre Dino, nikushukuru pia kwa wema wako. Niwashukuruni ninyi wote, ninyi mlioko hapa kwa niaba ya waamini wote wa jimbo hili la Bagamoyo. Ninyi ni watu wakarimu na Mwenyezi Mungu aendelee kuwakirimu kwa ukarimu wenu. Za mwisho kabisa ni waambie hawa mapadri wetu wapya, Mungu awabariki, lakini kuna neno moja tu ambalo inabidi muangalie. Pride, kitu kinaitwa pride kwa Kiingereza, ama majivuno, nafikiri kwa Kiswahili ni majivuno ama kiburi. Kikisha muingia padri ni kama sukari imeingia wale sisimizi wekundu. Kwa hiyo msali sana, mumuombe Mungu hilo lisitokee, mwe wanyenyekevu katika kutenda utume wenu. Basi ndugu zangu, niwashukuruni tena sana. Mungu awabarikini, asanteni mno. Vika General na vika watawa wa jimbo la Bagamoyo, mwenyekiti wa mapadri wa Bagamoyo, mapadri wote tunaoshiriki pamoja katika adhimisho hili, watawa, mafrateri, mashemasi, waumini wote, kwa namna pekee wazazi wa mashemasi wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Basi kwanza nafurahi sana kuwa na mwasha baba askofu Methodius Kilaini hapa katika adhimisho hili, na vile vile ni ukumbusho. Nakumbuka wakati napata daraja la upadre nilianza kufanya utume wangu katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Nilimkuta akiwa ni askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, mimi nikawa askofu msaidizi paroko msaidizi wa parokia ya Mavurunza. Baadaye nikaenda kusoma, nikarudi, niliporudi nikaenda kulea Morogoro, lakini baadaye nikarudi tena Dar es Salaam, nikapangiwa utume katika parokia mpya
ya Mtakatifu Agustino Temboni. Aliniandikia barua ya kuniteua kuwa paroko wa kwanza wa parokia ya Mtakatifu Agustino Temboni. Kwa hiyo tuna historia naye huyu mtu. Lakini baadaye nilipoteuliwa kuwa askofu msaidizi, nikaenda kukaa kwenye nyumba aliyokaa Masaki. Kwa tukisema wale waliokaa Masaki ni yeye, mimi na Askofu Nzigirwa. Kwa hiyo tuko watatu. Kwa hiyo tuna historia yetu na sisi. Kwa hiyo nakushukuru sana baba kwa kuja na kushiriki pamoja na sisi, pamoja na kwamba wewe ni baba mkubwa wa Padre Evans, lakini ni kwa moyo wako vile vile kushiriki nasi katika adhimisho hili la misa. Karibu sana Bagamoyo, karibu sana katika parokia hii ya Mtakatifu Rafaeli Malaika Mkuu, nasema Mbweni Malindi. Karibu sana baba. Pamoja na hayo yote, hawa wamepata daraja la upadre, na kwa sababu hiyo huenda wanaweza kasafiri wakaenda sehemu fulani, wasio kawashika wakasema nyie ni mapadri fake, watakuwa na cha kujitambulisha. Kwa hiyo nitawapa vyeti rasmi vya kujitambulisha, kutambulisha kwamba tarehe na wakati huu niliwapa daraja ya upadri hapa katika kanisa la Mtakatifu Rafaeli Malaika Mkuu. Lakini pamoja na hayo nitawapa vile vile fakati, tunaita fakati, manake ruhusa za kuadhimisha sakramenti katika jimbo la Bagamoyo kadiri ya sheria ya kanisa. Kwa hiyo itaambatana na hiyo hicho cheti. Kwa hiyo tawakabidhi rasmi.